Yes, natumaini ni mzima wa afya. Mtangazaji wako naitwa Charles Miracle. Unasikiliza The Voice na muda huu kipindi chetu kinachoenda hewani ni Mwanamitindo. Leo nimeamua kumtembelea bidada ambaye anafanya mambo ya mitindo na mtaenda kumsikiliza hapa The Voice. Yeye atajitambulisha anaitwa nani na yuko sehemu gani pia na shughuli gani ambazo anazifanya tofauti na mitindo pia kama zipo pia atatuambia. Nisiwachoshe, msinichoshe, twende moja kwa moja tukagundue na kujua kwamba ni kitu gani ambacho anakifanya. Kwanza atajitambulisha anaitwa nani na nimpe nafasi, na pia atasema eneo ambalo anapatikana na vitu vingine ambavyo vitaendelea huko, na mtajua na kujifunza vitu vingi sana. Karibu sana. Unaitwa nani? Naitwa Asha Stylish, napatikana Kahama. Ndio. Unapatikana Kahama. Mtaa gani unapatikana labda? Nyahanga, kituo cha polisi, kituo kubwa. Nipo opposite na zahanati ya kituo cha polisi. Zahanati na kituo cha polisi. Okay, sasa na maswali kadhaa hapa. Swali langu la kwanza, ili wasikilizaji wanaosikiliza sasa hivi waweze kuelewa. Kuna watu ambao wanaanza biashara, wanaacha, wanakata tamaa. Wewe biashara yako ulianzia wapi? Ni hapa Kahama au ni sehemu nyingine? Biashara yangu kuanzia Kahama. Ndio. Mimi ni mzaliwa wa Kigoma. Ndio. Kwa hiyo nilianza Kigoma. Ndio. Kufanya biashara hii. Ndio. Mpaka nikaja huku Kahama. Ndio. Labda Kigoma maeneo gani? Watu wa Kigoma kufahamu. Najua watu wengi sana wanasikiliza makabila tofauti na nchi za jirani pia. Kigoma mjini. Kigoma mjini. Ujiji. Hii kitu ilikuwa ndani yako au ulimuona tu mtu anafanya na ukaona ukapenda kufanya? Hii kitu ulikuwa unaipenda kutoka ndani? Ufundi na upenda. Unaupenda? Haswa mama yangu anaupenda sana. Anaupenda sana. Ina maana kwamba kumbe imetokea kwa mama. Mama yangu ni shindikizo kubwa la wewe kuwa hivyo fundi. Ndio. Ulivyoanza kushona, ni nani alikufundisha? Ni mama au wewe mwenyewe ulikuwa unamwangalia baadaye ukaanza kushika nani mashine mwenyewe? Nilifundishwa na dada. Dada yako? Na dada yako naye pia anashona? Kwani wewe ni mtoto wangapi? Wanne. Mpo wangapi? Idadi haijulikani. Inajulikana. Tumezaliwa 14. 14? Wewe ni mtoto wangapi? Wanne. Kwa hiyo nao kuanzia mtoto wa 3 na mpaka wa kwanza wanafanya hizo shughuli au wako tofauti? Kwa hiyo katika familia yenu ni wangapi ambao mnafanya ufundi? Mimi peke yangu. Peke yako? Ila ulisema na mama kwamba anakipenda hichi kitu. Anakipenda lakini hafanyi. Kwa hiyo katika watoto 14 wewe unafanya? Mimi nafanya. Okay. Na kipindi unafanya ni mtu gani ambaye alikuwa anakuvutia sana hapa Tanzania labda? Hakuna mtu yote alikuwa anakuvutia mwanamitindo? Yupo. Nani? Hamisa. Hamisa Mobeto. Okay. Ulivyomwona Hamisa Mobeto alivyokuwa anafanya mambo ya mitindo, ukatamani sana kufanya hichi kitu. Na mpaka kufika hapa, yani kutoka Kigoma mpaka kufika hapa. Huku Kahama ulikuja kwa lengo hilo? Ndio. Kwa hapa Kahama ulianzia wapi au ulianza tu moja kwa moja? Mimi Kahama nilikuja nikaajiliwa. Ukaajiliwa? Chini ya nani? Nilikuwa na bosi. Nilisikia kwa bosi. Yes. Nilikuwa nakaa kwa na bosi. Ndio. Nimekaa mpaka nikapanga, nimeendelea, nimekaa kwa bosi wangu. Unasikiliza na unaendelea kusikiliza, nadhani unapata kila kitu. Sasa ulifika Kahama, ukawa unaishi kwa bosi wako. Baada ya kuishi kwa bosi wako, ujuzi ndio ukaja ukaupata ujuzi ukakuwa kutokea hapa Kahama? Au ulikuaga na ujuzi kutoka huko Kigoma? Tokea Kigoma ulikuwa huko vizuri? Nimejifunzia Kigoma. Bosi wako kukuchukua ina maana aliona kuna kitu ndani yako? Si nilikuja huku nilikuja kama mfanya kazi. Kwa hiyo ulikuwa tayari umekuja huku umeshajua kufanya hicho? Nimekuja kufanya kazi ya ufundi. Sio unaanza moja? Hapana. Okay, sawa. Ni changamoto gani ambazo ulikuwa unakutana nazo wakati unafanya
kazi kwa bosi wako, hasa kwa wateja? Kwa bosi sikukutana na changamoto yote ile, kwa sababu hata wateja hawezi wakalalamikia mimi. Ndio. Wanamlalamikia bosi. Kwa mimi kazi yangu ilikuwa labda ni kushona. Ukikabidhi hapo basi. Kwa hiyo kama kuna changamoto yoyote, bosi wangu ndo atapambana nayo. Kwa hiyo changamoto hawezi kukutana nayo kwa sababu bosi wako ndo anapambana nayo. Sawa. Na je, nataka nijue kitu hapo. Ulipokuwa kwa bosi, ulikuwa na malengo, si ndio? Ndio. Malengo na shauku kubwa sana ya kuwa na kampuni yako. Sana. Kwani kampuni yako inaitwa nini? Unaitwaje? Naitwa Asha Stylish. Okay, sasa nilikuwa nataka kitu kimoja. Hawa wanaokusikiza sasa hivi kutoka hapa The Voice, wale ambao wanaanza hii biashara. Ulianzaje mpaka kufika hapa? Nilianza kidogo. Sio mkopo kweli? Hapana. Yaani kwa wanaonijua wanajua nilianzaje. Okay. Ulikuwa unapewa mshahara unaweka? Hapana, sio mshahara ndio ulionifungulia ofisi hapa. Ni kitu gani labda kilichokufungulia? Niliacha kwa bosi wangu kazi. Sasa hivi mwaka mmoja na nusu. Nikawa nashonea ndani kwangu sebleni. Nyumbani. Okay. Ulichukua muda gani labda? Mwaka mmoja. Mwaka mmoja ukaja kupata ofisi kubwa kama hii? Ndio. I said. Okay. Wasikilizaji, nadhani mnamsikiliza Asha anachokizungumza. Usikate tamaa. Haya maisha yanawezekana. Hakuna jambo ambalo haliwezekani. Nadhani unapata kitu na utajifunza vitu vingi sana. Ulipoanza huo mwaka mmoja nyumbani, si ndio? Ukajiwekea malengo. Ukasema ya kwamba ndani ya mwaka mmoja nitakuja kuwa na ofisi, si ndio? Na je, imechukua almost shilingi ngapi? Yaani nilivyoacha kwa bosi wangu nikawa nafanyia kazi nyumbani kwangu. Mimi nilivyokuwa nataka ndani yangu, sababu natamani yani nifike mbali. Yaani nifungue ofisi nzuri. Ndio. Maana sasa hivi hatuiti tena mafundi. Ndio. Mtu anakuta designer, stylish. Kwa hiyo nilikuwa natamani yani nifungue kitu ambacho kinaendana na jina la ofisi yangu. Okay. Kwa nilikuwa natafuta sehemu nzuri na hivyo paka nikaja nikapata hivyo, lakini kwa kusema eti kiasi siwezi kuelezea. Mtu akifika ofisini atajua kabisa hapa nimetumia shilingi ngapi. Yes. Yaani ofisi akifika kiona itajieleza yenyewe bila mimi kutaja. Kwa hiyo wewe baada ya kutoka kwa bosi wako ndani ya mwaka mmoja, ukajiwekea lengo ndani ya mwaka huu mmoja. Kumbe inawezekana. Nadhani unasikia mpenzi msikilizaji wa The Voice, unamsikiza Asha. Inawezekana ndani ya mwaka mmoja. Hivi pia inawezekana hata ndani ya miezi 6? Inawezekana. Mimi sio miezi 6. Nimeacha kazi kwa bosi wangu ilikuwa 2024 mwezi wa 8 tarehe 1 ndio siku ya mwisho kuingia ofisini. Okay. Kwa hiyo kuanzia tarehe 2 mwezi wa 8 2024 sijaingia ofisini kwa bosi wangu. Okay. Kwa hiyo mwezi wa 12 hapo ni kama miezi 4, si ndio hivyo? Wa 8 mpaka 12. Niliweza kulipia frame miezi 6. Afu ile frame tukajikuta tumelipia watu wawili. Kwa hiyo ikabidi nimwachie yule mmoja. Hela yako ilirudi kwani? Walinirudishia. Na ukapata ile eneo, si ndio? Kwa hiyo na kuhusiana mavazi yenu labda mnatoza shilingi ngapi wanaokuja kushona? Kwenye swala la ufundi yani, au swala la bei na imani, yani na mimi nina ile kitu ni makubaliano ya mteja na mhusika mwenyewe. Ndio. Okay. Kwa kumbe makubaliano. Kwa hiyo na maana hata mkikubaliana shilingi 10,000 unafanya kazi. Mimi si kazi. Nafanya kazi. 5,000 inakuwa ni nguo gani sasa? Unafanya. Sasa si ndio ile kwamba mnafanyiwa kazi kulingana na kipato chako. Hivi vazi la juu zaidi ni shilingi ngapi? Vazi la juu zaidi. Ndio. Au kutokana na yeye mteja na anavyotaja. Au kwa hapa Kahama, maana kwa sehemu zingine yani tuseme labda kama
Ndio. Huko nchi za watu. Ndio. Mavazi hapo ya bei ya gharama sana. Ndio. Lakini kwa hapa Kahama. Ndio. Yaani vazi limeenda sana. Ndio. Haifiki milioni 5. Halifiki milioni 5. Kwa hata milioni 2 inafika. Yaani hata milioni 2 likiwa la gharama. La gharama. Limeshia sana milioni 5. Suti unashona? Nashona. Unajua? Mimi nashona kila kitu. Kwaona maana mimi kwa kweli mabinti wengi ambao madesigner wengi hawajui kushona suti. Wewe umewezaje? Unajua si kazi rahisi. So madesigner au stylish wengi hawajui kushona suti. Yaani designer stylish wanaojua tu kushona hata kukaa chini kupinda nguo ni wachache sana. Okay, na soko likoje hapa Kahama? Soko hili la kushona mavazi na kudesign hivi. Liko vizuri. Kahama wanavaa. Kahama wanavaa. Okay. Unamshaurije mtu ambaye yuko Mbeya, yuko Arusha, yuko Kigoma kwenu huko? Unamshaurije kwenda kuhusiana labda unamshauri aje huku fanya hii biashara pia? Aje. Sababu Kahama wanavaa. Yaani wanavaa. Mimi nimetembea lakini Kahama wanavaa. Okay. Sawa. Na je, toka ulivyoanza hii biashara wateja wana changamoto gani? Kwa wateja. Tuzungumzie wateja kwanza. Wateja hapo mtanisamee. Wana changamoto lakini mimi nishazizoea. Kwa sababu sasa hivi ni mwaka wa 11 au 12. Kwa hiyo unajua namna ya kuendo. Kwa hiyo yani mimi mteja ni mtu ambaye yani haniwazishi. Okay. Yani najua tu kabisa mteja utamfanyia leo atalizika, utamfanyia kesho atalizika, ila ukakosea tu hata kunyosha. Lawama yake hiyo. Lawama unazo. Na je, kuna hii kawaida nasikia wanayo mafundi wengi. Uongo. Eti ni kweli. Yaani mteja anaweza kaja kuambia, unamwambia hii nguo yaani kesho kutwa tunaipata. Anakuja kesho kutwa hamna. Hiyo inatokana na nini? Au sasa unaongelea kina mafundi Mwajuma na Juma. Mafundi wa Juma na Juma. Kwa nyie ma stylish hamna hicho kitu. Yaani ukiambiwa kitu kwa sababu yaani ukiambiwa kitu na yaani mteja akileta nguo yake. Ndio. Mkakubaliana ataipata ndani ya siku 3. Ndio. Siku 3 ataipata. Na kama itashindikana ataambiwa. Okay. Hii nguo utaipata ndani ya siku 3, utaipata ndani ya wiki 2. Hivyo. Kwa hiyo ni yeye alizike asubirie. Ndio. Au aende kwa fundi mwingine. Okay. Na je, ndani yako una shauku ya kuja kuwa mtu mkubwa sana? Ukavuka mipaka? Sana. Yaani unataka uvuke mipaka mpaka wapi? Sio ndani ya nchi. Nje ya nchi. Popote pale. Yaani niende labda kwenye ufundi huko. Mataifa labda mataifa gani huko? Wakiniambia nichague nchi. Nigeria. Kwa nini wewe Nigeria? Naona wanajua kuvaa. Unaonekana unapenda sana mavazi ya Nigeria. Yaani naona yaani kwanza wanajua. Okay. Sawa. Na katika ubunifu waga unazingatiaga nini sana ili vazi liwe zuri? Ubunifu. Au katika ushonaji labda niseme hivyo. Unazingatiaga kitu gani hasa? Kuna upande wa ushonaji. Ili nguo itoke vizuri. Muonekano. Mapambo. Kwa mapambo ndio yanafanya kwamba nguo ivutie. Sababu nguo hata kama umeshona upande hivi mapambo yatavutia. Au vitu vyote. Yaani ni vitu vyote lakini mimi maana hapo umesema muonekano. Muonekano mimi nahisi ni kwenye mapambo. Mapambo ukishapangilia nguo hapo utaweka hichi. Nguo lazima ivutie. Ya biharusi itaonekana ni ya biharusi, ya mwaliko itaonekana ni mwaliko. Okay. Sasa na kwa upande huo sasa wa mavazi. Kwa wewe kama wewe. Yaani sijui nikuulizeje ili swali liweze kunielewa. Lakini utanielewa tu. Yaani kwa mfano wewe unashona vazi. Mteja anapokuja anakuja kwa design yake mwenyewe au wewe unaweza kumpa design? Kuna wateja wengine wanakuja na design yao na wengine hawana, si ndio? Ndio.
Na utamshawishije ambaye haji na design yake? Yaani hapo tunaongelea ili apende vazi. Hapo tunaongelea wateja wa aina mbili. Wa aina mbili. Kuna mtu anakuja na mshono wake mwenyewe ashauandaa huko. Anakuja anakuambia fundi, nataka unishonee. Ndio. Hiki hapa kitu. Na kuna yule ambaye anakuja anakuachia kazi, wewe fundi, niangalie jinsi nilivyo, nitolee kitu, ni baluzi. Yes. Kwa hiyo hao ni watu wawili tofauti. Yule amekuja na mshono wake, unaweza ukamshauri kutokana labda na umbo lake na rangi yake. Kuna wengine ni wabishi sana. Inakuaje hapo? Yanakuta ni mjuaji. Unamshawishi, hakuna mkate mbele ya chai. Akikataa unamshonea kama ilivyo na anapendeza. Na baadaye akija kusema sikusema hivi, na kwaje? Ameleta na mshono. Si ndio changamoto hizo? Yaani kaita na mshono. Changamoto hizo. Okay. Sawa, na huyo mwingine ambaye yeye hajaja na design. Kama hajaja na design yoyote, nitamuonesha. Nitamuonesha kama ni kumcholea, nitamcholea, nitamwambia nguo yako nitakiwa ikae hivi kwa jinsi wewe ulivyo, na shughuli unayoenda inatakiwa ikae hivi, ikae hivi, ikae hivi. Ndio. Akiridhika, nitamfanyia kazi. Okay. Sawa. Okay, sawa, kuna shida. Na wafanyakazi wanao wangapi? Wafanyakazi 3. Na wako vizuri kama wewe? Ina maana wewe ukitoka nje ya Kahama, ukisafiri, kazi inaweza ikafanyika vizuri? Inafanyika. Vizuri kabisa. Vizuri. Kwa standard. Okay. Na ulishapata changamoto labda ya kushona vazi vibaya na ukaingia gharama? Sijawahi. Hujawahi. Kwa ina maana kwamba uko makini sana. Yani nipo makini sana. Sasa kwa mfano sasa mfanyakazi wako ndo amekosea, inakuwaje kwenye hiyo gharama? Inakuwa kampuni au ni yeye mwenyewe unakata kwa mfanyakazi wangu? Sasa mfanyakazi wangu atakuseaje na mimi nipo? Yaani kwa mfano akakosea. Labda kwa mfano ya upo. Inakuwaje hiyo gharama inakuwa kwake nakatwa mshahara au inakuwa kwa kampuni? Yaani kwenye upande wa mfanyakazi kukosea, hapana, kwa sababu naacha nimeshamwandalia kazi. Umeshamwandalia kazi. Labda unguze nguo. Unguze, si ndio changamoto? Unguza nguo inakuwaje? Ofisi. Kwa sababu ni bahati mbaya hata mimi naweza nikaunguza. Okay. Sawa. Unawashaurije ambao watu wanaingia kwenye biashara hii kuifanya, wanaokusikiliza sasa hivi kutoka hapa The Voice, unawashauri nini? Ushauri wako unaowapa? Ushauri wangu? Ambao wanaingia sasa hivi. Ndio. Wafanye kazi kwa uaminifu. Okay. Basi. Wakifanya kazi kwa uaminifu wataona faida zake. Uaminifu unavuta watu na wateja. Yani ukiwa mwaminifu. Yani mwaminifu, ninapoongelea uaminifu yani naongea hivi. Ukiwa mwaminifu, mteja atakuletea kazi anaitaka Jumanne, ataipata Jumanne. Yes. Amekuletea kazi anaitaka Jumatano, ataipata Jumatano. Kwa hiyo ukimshonea mtu kwa muda, yani kwa wakati, muda na wakati sahihi. Leo nimemshonea Ashura, kesho nitamshonea Latif. Ndio. Kesho kutwa Salma. Kwa hiyo wataenda wanaletana. Lakini kama hautokuwa mwaminifu, ndio hivyo, amekuja Mwajuma arudi tena. Ndio. Okay. Kwa imani kwenye uaminifu tu. Kwa uaminifu ni nguzo ya kukuletea wateja na kupata faida. Unasikiliza mafundi, madesigner. Uaminifu umeambiwa. Uaminifu, bila uaminifu huwezi kupata chochote kile utakachokipata. Kwa hiyo huyu ni Asha Stylist. Anapatikana hapa jijini Kahama, Tawa Nyahanga, karibia na hospitali ya polisi. Kwa hiyo utampata hapa, na yeye anafanya kazi kubwa sana, na mimi namfahamu, of course. Namfahamu sana na historia yake ninayo. Ni mpambanaji. Ni mama wa nguvu. Kwa hiyo ukioa huyu, umeoa mpambanaji pia. Sasa na swali la kizushi. Umeolewa? Naona umefly sana. Kama hujaolewa sema kama jimbo liko wazi. Jimbo liko wazi. Kweli? Hauna makando kando? Hamna. Nadhani nimemsikia jamani.
Huyu dada ni mpambanaji, siwafichi, mimi namfahamu, ni mpambanaji. Na unajua kaida ya Waha wapambanaji sana. Wapambanaji sana. Okay, sasa nataka tumalizie. Watanzania wanaokusikiliza muda huu watakupataje? Nachozungumza namba za simu, social network, vitu kama hivyo, kama Instagram na account au page, Facebook, WhatsApp number na namba ya biashara pia uhitaji hapo, ili waweze kukupata vizuri. Nikupe nafasi uweze kutaja namba za simu pia na mitandao ya kijamii pia, na mpaka kama YouTube unayo. Sawa tu. Karibu sana. Napatikana ndio kwa namba, ndio na namba moja tu. Ndio. Napatikana kwa namba ya 06 26 03 54 25. Rudia tena. 06 ndio 26 03 54 25. Hiyo namba pia inapatikana WhatsApp? Ndio. Okay, na kupiga ya biashara. Okay, jamani, msimsumbue dada, yeye ni kazi tu. Tusikize kwamba jimbo liko wazi na mwanzo kumsumbua pia. Haya, okay, twende kwenye mitandao ya kijamii pia. Kama Facebook, unatumia jina gani? Facebook situmii. Hujafungua bado? Instagram? Asha Stylish. Asha Stylish. Kwa nini usifungue pia na Facebook? Sababu pia Facebook pia unaweza ukaona utapata wateja na followers wengi ambao wanahitaji biashara kama hii. Inabidi ufanye hivyo. Nitafanya. Yes. Okay. Nadhani tumemaliza. Labda kuna lingine la ziada? Hamna, nawapenda. Unawapenda? Unawakaribisha? Waje. Ndio mwaka wa 2026 tumeanza vizuri. Mwaka wa mapambano. Mwaka wa mapambano, mwaka wa kuburudishwa. Kwa hiyo tunashukuru sana kwa muda wako. Sisi ndio tunafikia tamati. Mwisho wa kipindi hichi ndio mwanzo wa kipindi kingine. Tulikuwa na Asha Stylish. Anapatikana mjini Kahama, kwenye mji wa dhahabu. Karibia na mtaa wa Nyanga. Hapa ni mtaa wa Nyanga pia, mkabala na hospitali ya polisi ya wilaya. Kwa hiyo kama alivyotaja namba zake za simu utampata hapo. Kwa hiyo na sisi utalipata kwa jina la Charles Miracle. Napatikana Facebook, YouTube pia tunapatikana kwa jina la The Voice. The Voice channel hiyo na watu kama followers 1K. Hiyo ukiona 1K ndio yenyewe pia. Nenda pale ukabonyeze ukasubscribe ili uweze kuwa mtu wa kwanza kupata kile ambacho unachostahili. Najua umejifunza vitu vingi sana. Mimi sina ziada, niwatakie siku njema. Tutaonana siku nyingine. Na Mungu awabariki. Amen.